Karibu sana kwenye episodi namba 2. Ndani ya episodi hii tutaenda kuangalia jinsi ya kutengeneza pesa kupitia ujuzi wa kozi ya engineering drawing, ikiwa ni mojawapo ya kozi ambayo inapatikana kwenye faculty ya civil engineering. Actually ndani ya video hii tutaenda kuangalia na kujifunza vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza tutaenda kuangalia, je, ndani ya kozi ya engineering drawing unajifunza ujuzi wa aina gani ambao ni muhimu sana, unatakiwa kuujua na ambao utakusaidia ukiwa mtaani kwa namna moja au nyingine. Na kitu cha pili tunaenda kuangalia, je, unawezaje kuutumia huo ujuzi sasa uliopata kwenye kozi ya engineering drawing kutengeneza pesa. Nikukaribisha sana kama ni mara yako ya kwanza. Kwa majina mimi naitwa Tony Mbugi, by professional mimi ni civil engineer, lakini pia ni mwandishi wa vitabu, ni tutor na instructor katika taasisi ya Mbeya University of Science and Technology, lakini pia ni freelancer tutor kwenye platform ya Udemy. Lakini pia ni content creator kwenye platform ya The Civil Engineers Hub. So far nimekuwa nikiwasaidia wahandisi na wahandisi watarajiwa kujenga ujuzi wa kazi, ujuzi wa ajira binafsi, ujuzi wa uwekezaji, lakini pia na ujuzi wa expert business. So kama na wewe utatamani kuwa miongoni mwa familia hii kubwa, basi usiache kubofya hapo chini button ya subscribe, lakini pia usiache kugonga like ili kuipush video hii iwafikie watu wengi zaidi. So let's go to the business. Kitu cha kwanza kabisa ndani ya engineering drawing, ujuzi namba 1 ambao unaenda kuupata. Basically engineering drawing ni miongoni mwa kozi namba 1 kabisa ambazo unazisoma kwenye miaka ya kwanza kabisa, hizo ikiwa ni mwaka wa kwanza, semester ya kwanza na ya pili, au mwaka wa kwanza na wa pili, mwaka wa kwanza na wa pili ikiwa ni kwa ngazi ya bachelor, lakini pia kwa ngazi ya diploma kwa vyuo tofauti tofauti kutegemeana tu na curriculum au mitaala ambavyo imekaa. Sasa kitu cha msingi sana ambacho unatakiwa kukijua ndani ya kozi ya engineering drawing, ujuzi wa msingi sana ambao unatakiwa uhakikishe unajifunza na kujua vizuri. Usisome tu kwa sababu ya kupata marks, au usisome tu baada ya kusoma uhakikishe umeishia hapo, au baada ya kusoma uelewe ufanye nini na ule ujuzi. By the way, I'm here to tell you kwamba huo ujuzi is very very good na unaweza kuanza kuutumia hata leo hii kwa namna moja au nyingine kubadilisha maisha yako. Basically ndani ya kozi ya engineering drawing, ujuzi namba 1 ambao unaenda kuupata ni ujuzi wa kujua kuchora. Ujuzi wa kujua kufanyaje? Kuchora. Yani basically unapoisoma ile kozi ya engineering drawing, kuna vitu kama kujua labda zile drawing symbols, title blocks, how to do drawings, how to prepare drawings. Ili kuandaa drawings unatumia vitu gani? Ni skills mojawapo ambayo unaipata kwenye kozi ya engineering drawing. So kitu namba 1 ambacho unatakiwa kukijua, skills namba 1 ambayo unaijenga, na nikwambia ambayo umeijenga saizi kupitia kwenye kozi ya engineering drawing, ni ujuzi wa kujua kuchora. Kujua kuchora maana yake ni kukiangalia kitu kwa mfano kama kilivyokuwepo na ukaweza kukiweka kwenye projection zinazotakiwa, ukaweza kuchora elevation yake, ukaweza kuchora section, ukaweza kuchora plani, ukaweza kuchora 3D projection yake ambavyo imekaa, either ikiwa orthogonal, ikiwa geometrical, ikiwa pictorial. Sasa hivyo vitu vyote unavipata ndani ya nini? Ndani ya kozi ya engineering drawing. Lakini sio tu kujua hivyo, utajua projection, utajua zile drawing symbols ambazo zinatumika kwenye michoro mbalimbali, lakini pia utajua kama kuna kitu umekiona au kama kitu unatakiwa wewe ukichole, utatakiwa ujue unachoraje. Kama unatumia manyo, maana yake utajua vifaa gani ambavyo vinahitajika, na kama utakuwa unatumia softwares, maana yake utakuwa unajua softwares gani ambazo zinafanyaje, zinahitajika. So mpaka kozi hii ya engineering drawing inakuwa inaisha kabisa kwenye semester ya kwanza au ya pili, maana yake lazima utakuwa umejua hivyo vitu. Utakuwa umejua issues zinazohusiana na mambo ya projection, utakuwa umejua issues zinazohusiana na mambo ya drawing symbols, lakini pia utakuwa umejua jinsi ya kuchora vitu mbalimbali kwa kutumia vehicle au kwa kutumia techniques tofauti. Kama inaweza ikawa ni manual kwa kutumia drawing board, au kwa kutumia nini? Kwa kutumia hizi drawing software, mfano CAD software. Sawa? Hiyo ni ujuzi namba 1 ambao unafanyaje? Unaopata kwenye kozi ya engineering drawing. Na ujuzi namba 2 ambao unaopata kwenye kozi ya engineering drawing ni ujuzi wa kusoma mchoro. Actually kile unachokichora lazima uwe una uwezo wa kukisoma. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kupitia kozi ya engineering drawing, kwa sababu awali tumesema utaweza kuchora. Sasa kama utakuwa umeweza kuchora, maana yake hata means wewe ukipewa mchoro una uwezo wa kusoma ule mchoro, kwa sababu kuchora unafanyaje? Kuchora unaweza. Huwezi ukaweza kusoma mchoro kama kuchora uwezi. So
hivi vitu tunasema vinaenda simultaneous, kwamba wewe ukiweza kuchora mchoro, maana yake obvious hata kusoma mchoro utakuwa unafanyaje, unajua. Na kama tunavyojua kabisa, skills namba moja ambayo inahitajika kwa wewe kama civil engineer au civil technician ukiwa umeenda site ni kuweza kusoma mchoro. Sasa uwezi ukaweza kusoma mchoro kama hujasoma kozi ya nini, ya engineering drawing. So second skills ambayo unaipata ndani ya kozi ya engineering drawing ni kuweza kusoma nini, ni kuweza kusoma mchoro. Ujuzi mama kabisa ambao utaupata tunasema ni kuweza kuchora, na ambao huu utakusaidia kwa namna moja au nyingine kuingiza pesa in a very direct way. Lakini pia ujuzi namba 2 tunasema ujuzi wa kuweza kusoma mchoro, ambao kwa namna moja au nyingine na wenye pia huu utaweza pia kukusaidia wewe kuingiza nini, kuingiza pesa. So hizi ni aina mbili za skills ambazo unazijenga baada ya kusoma kozi ya engineering drawing. Sasa je, twende tukaangalie unawezaje kuzitumia skills hizi kwa namna moja au nyingine kutengeneza au kupata kipato. Kitu namba moja kabisa au njia namba moja ambayo unaweza ukaanza nayo, unaweza ukaanza kwa kutoa drawing services. Yani maana yake kufanya kazi za nini? Kufanya kazi za kuchora. Sasa kufanya kazi za kuchora nikiwa na maana gani? Kuna makampuni mengi au kuna matangazo mengi ya kazi utakuwa ushawahi kuona kama unahitaji CAD technician. Obvious ukiona tangazo lolote la CAD technician, maana yake lazima kwa namna moja au nyingine huyu mtu anatumia ujuzi ambao umeupata kwenye kozi ya nini, ya engineering drawing. So kupitia ujuzi kupitia ujuzi uliopata kwenye kozi ya engineering drawing unaweza ukafanya kazi za nini, kazi za unaweza ukaprovide service au ukatoa huduma ya kazi za kuchora, kazi za drawing. Sawa? Hicho namba moja. Aidha hizi unaweza ukazipata kwenye makampuni au taasisi binafsi ambazo zinakuwa zinatangaza. Hata hapa Tanzania zipo taasisi nyingi tu waga zinakuwa zinatoa kazi za design hiyo. Lakini pia hata wapo wale watu ambao ni researchers, watu ambao wanafanya tafiti mbalimbali, watu ambao wanahitaji huduma mbalimbali za kuchorewa michoro yao ili waihamishe kwa namna moja au nyingine. So kama we ni mtaalamu sana maana yake wa kuchora, maana yake unaweza ukajiengage. Na sio lazima tu uchore vitu ambavyo viko limited kwenye professional ya civil engineering. Unaweza ukajifunza vitu vingine kama vitu ambavyo viko kwa upande wa mechanical na vitu vingine. Option namba 2, unaweza ukauza ujuzi wako au unaweza ukauza service ya kuchora kwenye platform kama tunasema platform hizi za freelancing, nikiwa na maana ya Fiverr na Upwork. Huku kuna watu wengi sana ambao wanafanya hizi kazi ambazo wewe unazizalau au kupitia ujuzi wako unauzalau kwamba kwa namna moja au hauwezi ukakuingizia kipato. Ngoja nikuoneshe. Hii ni platform ya Upwork na hawa ni miongoni mwa watu tu wachache sana ambao wanatumia skills au wanatumia ujuzi waliopata kwenye kozi ya engineering drawing kujiingizia kipato. Mfano tunaweza tukamuona huyu jamaa anaitwa Taimur. Taimur huyu bwana ni Mpakistani. Yeye bwana anakuambia ni expert kwenye AutoCAD floor plan, AutoCAD drafting, PDF to DWG, lakini pia 2D drafting. Sasa ukimfungua huyu Taimur ukamwangalia, unaweza ukashangaa. Ngoja tufungue kwanza tumwangalie hapa. Huyu jamaa kwanza, kitu cha kwanza unaambiwa katengeneza zaidi ya shilingi ngapi? Huyu kwake haionekani, ila unaambiwa ukimkodi yeye akufanyia kazi yako manake unamlipa $5 kwa lisaa. Na anafanya nini? Anakusaidia tu kuchora au anakusaidia kuconvert michoro yako kwenda kwa namna tofauti tofauti. Na ukiangalia kozi aliyosoma ni Bachelor of Architecture, lakini pia na Civil Engineering ambayo hata wewe pia umefanyaje? Umesoma. Lakini pia hizi skills ambazo anazo na wewe pia unazipata ndani ya kozi hiyo ya nini? Kozi hiyo ya tunasema kwenye kozi hiyo ya nanilia, kozi ya engineering drawing. Mtu mwingine labda tunaweza tukamwangalia huyu dada anaitwa Shakila Nati. Shakila Nati huyu bwana ni kutoka India. Yeye anakuambia anafanya kazi ya kwa lisali moja anafanya kazi kwa $10. Yeye amebobea katika 2D and 3D floor plan, visual tutor, visual staging, lakini pia na evacuation plan. Sasa tukimfungua huyu dada tukimwangalia, unakuta huyu ametengeneza kiasi cha zaidi ya $100,000 ambazo hizi kwa hela ya Kitanzania mzee ni kama milioni 200 na kitu. So sio hela ndogo. Kwa hiyo huo ujuzi uliokuwa nao usiuchukulie poa wala usizani hauna maana. Tunaweza tukamwangalia labda pia huyu Mahmud bwana kutoka Pakistan. Yeye amebobea kwenye architectural drafting, 2D, AutoCAD drawing, 3D modeling, lakini pia na rendering. Sasa tukimfungua huyu bwana Muhammad, bwana Muhammad, actually yeye hapa waonesha ametengeneza kiasi cha shilingi ngapi, lakini kama nilivyokuambia. Kwa hiyo
Wewe pia naomba nikuencourage leo, huo ujuzi ulioupata usiuchukulie poa. Ukiona unakosa kazi ukiona unakosa kazi Tanzania hapa, maana yake ukiwa unakosa kwa watu binafsi, lakini pia kwa taasisi, unaweza ukaenda kwenye hayo majukwaa ya freelancing na wewe ukajisajili hapo, ukaanza kutengeneza pesa kwa ujuzi wako huo uliofanyaje, uliokuwa nao. Option namba 2 ambayo unaweza ukatengeneza pesa kupitia ujuzi wako, maana yake tunasema kwa kuuza skills au kwa kuuza kile unachokijua. Sasa kwenye kuuza unachokijua, maana yake hizo unaweza ukawa unauza ebook, ukaandaa kitabu ambacho kinaeleza hatua kwa hatua jinsi ya kujifunza kuchora, jinsi ya kuchora, jinsi ya kufanya nini, ukakiuza, au ukaandaa kozi ambayo inafundisha hatua kwa hatua na ukaiuza kwenye platform mbalimbali. Mfano labda platform huu ni mfano wa kozi ambayo inauzwa kwenye platform ya Udemy. So kama na wewe unajiweza vizuri, unaweza ukaandaa na ukatengeneza kozi hiyo ukaipublish kwenye platform ya Udemy, au unaweza ukaipublish kwenye platform ya Coursera au Skillshare na ukauza huo ujuzi wako, au ukauza hicho unachokifahamu ambacho umejifunza kutoka kwenye kozi ya nini, kwenye kozi ya engineering drawing. Lakini pia option nyingine kama nilivyokuambia, maana yake unaweza ukauza unachokijua kwa kuandaa ebook. Huu ni mfano wa ebook ya AutoCAD Beginners, mtu ambaye ameiandaa na anaiuza kwenye platform ya nini, ya Amazon. So kuna platform nyingi, inaweza ikawa ni Amazon, inaweza ikawa ni Gumroad na nyingine nyingi. So hicho unachokijua usikichukulie poa. Yaani hicho unachokijua kuna mtu ambaye yuko mwingine nchi nyingine anatamani kukijua hicho unachokijua. So kama utaweza kutengeneza product au utaweza kukipackage vizuri kikawa kwenye mfumo wa kozi au kikawa kwenye mfumo wa ebook, unaweza ukakiuza kwa mtu ambaye yuko nchi zingine huko. Sio lazima awe Tanzania tu, kwa sababu sasa hizi tunasema ulimwengu umekuwa kama kijiji. Unaweza ukaiuza popote, wakati wowote, sehemu yoyote. Kikubwa tu language unayotumia iwe tunasema ni lugha ambayo inaweza ikaeleweka kwa huyo mlengo wako ambaye unatamani kumlenga, hata kama yuko nchi nyingine. Option namba 3 ambayo tunasema unaweza ukajiengage kwenye issue za kutoa value au kutoa education au kusambaza kazi za kutoa maarifa kuhusiana na nini, kuhusiana na engineering drawing. Nikiwa na maana ya kwamba unaweza ukatengeneza channel yako ya YouTube na mwisho wa siku ukawa unatoa maarifa na taarifa zinazohusiana na engineering drawing mbalimbali. Huu ni mfano wa YouTube channel, na huyu per month ana earn zaidi ya $593 mpaka $2,000. So far sio kiasi kidogo hicho. So kama na wewe utaamua kuanza leo, maana yake unaweza ukajikuta ndani ya miaka 2-3 umepiga hatua na uko mbali. Na sio tu hivi, unakuta pia huyu anakuwa anauza na kozi mbalimbali, lakini pia anakuwa anatoa na service kwenye zile platform ambazo nimekuambia. Kwa hiyo ukija ukivicombine hivi vitu vyote kwa pamoja, sidhani kama inaweza ikawa ni kitu chepesi. Yaani unaweza ukashangaa ni ujuzi ambao unaweza ukakulisha na ukasupport maisha yako. So nakuomba sana usichukulie poa, jaribu kujitathmini wewe ndani ya engineering drawing umebobea hasa kwenye nini, au unaweza ukafanya nini hasa. Kama unajua AutoCAD, na kwenye kujua AutoCAD unaweza ukachora, unaweza ukafanya projection za michoro mbalimbali, unaweza ukalidraw michoro na kufanya vitu kadhaa, unaweza ukaanzia hapo. Naamini umeenjoy ndani ya video hii. Kama umeenjoy, usiache kugonga like hapo chini, lakini pia usiache kucomment kuniambia wewe umejifunza nini ndani ya video hii, na kama utaamua kuchukua hatua unadhani inaweza ikakufikisha wapi. Lakini pia usisahau kusubscribe. By the way, kama wewe ni graduate civil engineer au civil technician, au uelewi unapataje kazi kwenye makampuni binafsi, au hujui unaanzia wapi kujiandaa na interviews za serikali ili uweze ukapata kazi za utumishi, au unataka kujiajiri lakini hauelewi uanzie wapi, au uko kwenye ajira lakini unataka kujua unawezaje kuongeza kipato cha ziada kwa muda ambao unao au kulingana na skills unazo, tuna kozi maalum kwa ajili yako, kozi ambayo itakueleza haya mambo yote hatua kwa hatua. Link nimekuwekea kwenye description hapo. Nikutakia wakati mwema. Peace.